Ya Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Bwana. Popote ulipo, ninakusalimu katika jina la Yesu. Leo kwa dakika chache nataka niseme jambo moja ambalo litageuza maisha yako na kukupa nuru mpya ambayo itakufanya uweze kusustain moto wa Mungu kwenye maisha yako bila kuwaka na kuzimika. Kwa majina naitwa Apostle Ndabaha JS. Ukisoma kwenye kitabu cha Isaya sura ya kwanza mstari wa 31, Biblia inasema nao watawaka pamoja wala hakuna atakayewazima. Maana yake kuna kuwaka, lakini pia kuna watu wanaozima mtu aliyewaka. Kwa hiyo kuna anayezima mtu aliyewaka. Lakini pia maandiko yakasema kwamba shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitwa taji yako. Manake whatever is entrusted to you, chochote ambacho umeaminiwa kuwa nacho na kukipata kwenye maisha yako, siri ni kwamba anaweza akaja mtu akatwa akachukua. Lakini pia kusoma kwenye kitabu cha Maombolezo wimbo ulio bora sura ya 2 mstari wa 15, anasema kamatia mbweha wale mizabibu, mbweha wale waiharibuo mizabibu, mbweha wale wadogo waiharibuo mizabibu, maana mizabibu yetu yachanua. Manake kuna majira yamefika. You were flourishing, ulikuwa unastawi, ulikuwa ni wa moto, ulikuwa ni kama chemichemi ambayo Roho Mtakatifu anaitumia kububujika na kuachilia neno la wakati. Lakini for this particular time kuna vitu vimekuja kuzuia kuchanua kwako, vimekuja kuzuia kuchanua kwako. Na nataka nikupe solution ambayo itakusaidia kwenye maisha yako yote. Na hizo solution ni hii. Kwanza kabisa, kama unajiuliza swali ya kwamba mimi nilikuwa ni wa moto, sasa hivi naona sina hamu tena ya kuomba, naona ile roho na ule moyo wa kuitaka ibada imepungua tena ndani yangu. Na haya ndio majibu ambayo naenda kukuachilia. Hii nuru kwako itakusaidia na itaamsha nuru mpya ndani yako. Biblia inasema kwamba mtu yeyote kama anajiuliza maswali kwamba nipo kwenye majira ya jangwa, nipo kwenye majira sijui cha kufanya, sijui nifanya nini, dawa ya jangwa ni mvua. Narudia, dawa ya jangwa ni mvua. Dawa ya jangwa sio kuimwagilia. Utamwagilia mwaka huu, utamwagilia mwezi huu, utamwagilia wiki ijayo, lakini dawa ya jangwa ya kudumu ni mvua. Kwa hiyo any desert that can experience rainfall, it will change kutoka kwenye kuwa jangwa na kuingia kuwa nini? Kuwa chemichemi au mahali ambapo kuna ustawi. Sasa majibu ya jangwa ni nini? Majibu ya jangwa ni mvua. Nisikilize, kama una jangwa la kiroho, ukame wa kiroho tunauita, manake ni mkavu sasa hivi, una roho haijapondeka, sasa hivi humiminiki kwa wepesi kwa Roho Mtakatifu na kwenye ibada. Siri ni kwamba there is shortage of that rain. Inaitwa ni mvua ya roho ambayo imepungua kunyesha kwenye maisha yako. Sasa basi, ukisoma kwenye kitabu cha Isaya sura ya 55 mstari wa 8 mpaka wa 11, anatolea mfano ya kwamba kama mvua ishukavyo kuinyeshea nchi, na isirudi mpaka imeichipusha, ikampa yeye araye chakula na yeye apandaye mbegu. Nisikilize, anasema ndivyo litakavyokuwa neno rangu. This is proclamation. Haya ni maneno Mungu anayasema. Anafananisha mvua na neno. Manake access to the word, mvua ya neno inakuja kutatua changamoto ya ukame wowote kwenye maisha ya mtu. Sasa there is the way to receive the word. Kuna namna ya kulipokea neno, kulisikia neno, kuliamini neno na kuliishi kama mvua iliyokuja kunyeshea maisha yako. Unaweza kulipokea neno lakini likawa ni kama maji ya kumwagilia tu maisha yako alafu ikaondoka. Ndio wale ambao wanalipokea neno
wanalielewa, lakini mwovu anakuja, kwa sababu hajalielewa, mwovu anakuja na kulichukua lile neno akaondoka nalo. Ndio wale ambao unakuta mioyo yao imemwagiliwa, imefarijiwa, wametiwa moyo, lakini there is no transformation, wala hamna shuhuda zinazoshikika kwenye maeneo yao. Sasa unapolipokea neno kama mvua, linakuja kutatua changamoto yoyote ya ukame wa kiroho, ukame wa biashara, ukame wa huduma, ukame wa mahusiano, ukame wa ndoa, ukame wa taasisi yako. Kila eneo inakuja kuchajua. Kwa nini? Kwa sababu Yesu anasema maneno yangu ni roho, tena ni uzima. So neno ni roho. Neno linajua cha kufanya. So unapolipokea neno kama mvua, linatatua changamoto ya ukame kwenye eneo la kiroho na kwenye kila eneo ambalo limekuwa attached na wewe. Ndio maana anasema ukilitafakari neno mchana na usiku, atakuwa kama mtu uliopandwa kando ya vijito vya maji. Unaona? Maana yake kulitafakari neno, unakuwa exemplified kama mtu ambaye tayari yupo kando ya vijito vya maji. Lakini anasema jani lake halitanyauka. Maana yake kunyauka kunakuwa mbali na wewe. Just in case umemeditate neno, umelitafakari neno, limeingia deep down kwenye moyo wako na limeanza kukupa ujasiri wa kuliendea jambo fulani. Kama unalisoma neno ya kwamba kwa kupigwa kwake nimepona, lakini haikupi ujasiri wa kutembea katika afya, bado haujalitafakari neno. Changamoto nyingine ni wale ambao wanasema kwamba nilikuwa wa moto, sasa naona nakuwa wa baridi, nakuwa vuguvugu, sioni tena moto kama ule wa mwanzo. Hiyo changamoto inawakuta vijana wengi na watu wengi sana, kulingana na aina ya tabia na aina ya kampani ambao wanakuwa nayo na aina ya mjumuiko wa watu ambao wanawazunguka. Sasa nikupe majibu. Ukisoma kwenye kitabu cha Yeremia sura 21 mstari wa 29, Biblia inasema 21 mstari wa 29 ama 23 mstari wa 29, sikumbuki vizuri. Anasema hivi ya kwamba neno langu si kama moto. What does that mean? It means that neno la Mungu ni moto. Sikiliza, popote ambapo Mungu ameuliza swali, ujue swali lake mara nyingi linakuwa ni jibu hilo hilo. Mungu alipomuuliza Ezekiel, je, mifupa hii yaweza kuishi? Ujue jibu lilikuwa kwamba inaweza kuishi. So mara nyingi anauliza je, mwanadamu. Nataka nikuonyeshe kwamba mara nyingi Mungu akiuliza swali, mara nyingi swali lake ndio jibu hilo hilo. Kwa anaposema je, neno langu si kama moto, hilo swali lina indicate neno la Mungu ni moto. Manake if you want to sustain, kuendelea kudumu kwenye maisha ya kuwa moto, lazima ratiba yako ya usomaji wa neno, kulitafakari neno na kulingangania neno. Unaweza usilielewa that particular time, lakini continuous reading, meditations and of the word must be attached into your life. Hicho ni kitu cha muhimu sana ambacho kinapaswa kupatikana kwenye maisha yako. Na jambo lingine ambalo linakuja nataka niitoe kama majibu na solution, ni kwa watu ambao wanasema sina nguvu tena ya kuendelea mbele. Maanake nimechoka, maanake siwezi, maanake nilikuwa nina energy ya kufanya huduma, nina energy ya kufanya jambo fulani, lakini for this particular time sina nguvu tena. Nisikilize, jibu bado linarudi pale pale. It is the word of God. The word is sent to you. Neno lililotumwa kwako, direct kwako kwa ajili yako. Kila wakati Mungu analituma neno. Na maandiko anasema neno la Mungu li hai, tena lina nguvu. So any shortage of power, upungufu wa nguvu ya kuendelea mbele, majibu bado ni neno. Mimi nishawahi kupitia kipindi ambacho sina nguvu ya kufanya huduma na kumtumikia Mungu. Lakini I thank God, it was the moment ambayo nilikuwa nasoma Biblia and I was highly empowered with strength to go forward. Kama umeishiwa nguvu, keep reading the word. Kama umeishiwa nguvu kwenye eneo fulani, anza kutafuta ahadi za Mungu kwenye eneo hilo and trust his faithfulness. Utashangaa namna ambavyo utakuwa revived na kuwa mtu mpya na kuendelea mbele kwa kasi bila kuzuiwa na mtu. Hakuna atakaye kuzima tena, hakuna atakayezuia mvua kuyanyeshea maisha yako, wala hakuna atakaye kamatia, atakayezuia wewe kuchanua kwako. Kamatia mbweha wala nao haribu safari yako ya hatima. Maana huduma yako yachanua, biashara yako yachanua, mahusiano yako yanachanua. Mungu akubariki sana. Nimegusia vitu vitatu ambavyo nimetatua ni changamoto ya watu wengi sana. Kukosa nguvu ya kuendelea mbele kwenye kumtumikia Mungu na kufanya vitu vingine. Kwenye eneo la kuwa baridi na kuwa vuguvugu,
na kwenye eneo la kuwa na ukame wa kiroho. Changamoto ni to receive the word in that direction. Omba, Bwana nipe neno ambalo ni mvua ya kunyeshea maisha yangu, nipe neno ambalo ni moto litakalo niwasha tena, lakini pia nipe neno ambalo litanipa nguvu tena. Anasema Bwana kaiamsha roho ya Mungu, waga na iamsha roho ya mtu. Eneo la mwisho ambalo ni solution ya mambo yote ni maombi ya kumtaka Bwana akuamshe tena upya na uanze kuwa mtu ambaye utaenda kwa kasi. Asante sana kwa kunisikiliza. Ni Apostle Ndabaha JS. Shalom.